Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele milele. Amina. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunazidi kujongea mbele zako kwa shukrani. Hakika tuna kila sababu ya kukushukuru kwa ajili ya wema na baraka na fadhili zako nyingi ambazo umetukirimia, hasa kwa kutujalia pumzi, uhai ambao tuko nao pasipo malipo. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa ajili hata ya nafasi hii ambao umetupa ili kuja kutafakari neno lako kwa pamoja. Tunakushukuru kwa zawadi ya Radio Tumaini. Asante Mungu kwa kila baraka unayoachilia kwenye maisha yetu. Basi tunazidi kunyenyekea pia kuomba huruma yako, kitambua sisi ni wadhaifu, wanyonge, wenye dhambi. Tumeenda kinyume na wewe kwenye mawazo, maneno na matendo. Kwa kujua na kwa kutokujua tumefanya machukizo mbele zako, na ndiposa Bwana Yesu tunaomba huruma yako. Tusamehe, tutakase na damu yako Kristo, tustahili kusimama mbele zako na kufanya kazi ambayo umetuitia. Nazidi kukualika Mungu Roho Mtakatifu, tunapoenda kutafakari neno la Baba. Njoo uliye msaidizi wetu, wewe ambaye ni ahadi ya Baba kwetu. Andaa mioyo yetu ili neno la Baba linapotua ndani lipate maeneo mazuri, limee na kuzaa matunda yaliyo mema. Pokea sifa, pokea na utukufu wote, katika jina safi, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa Baba tumeomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji, ni kukaribishe tena kwenye programu yetu hii ya Mkristo Jitambue ndani ya Radio Tumaini. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake. Amezidi kuwa pamoja nasi, na amini pia amezidi kuachilia neema kwako kama vile ninaishuhudia kwangu, na hasa neema ya Kwaresma, neema ya mfungo. Tunazidi kumshukuru Mungu kwa neema hiyo. Kweli kwa nguvu zetu hatuwezi. Ukitafakari kuhusu maisha ya Ukristo na yale ambayo tumeitiwa kuyaishi, kwa nguvu zetu hatuwezi. Tunahitaji neema ya Mwenyezi Mungu. Sasa tunasonga mbele na fundisho tuliloanza wiki jana, na tulianza kuzungumzia kuhusu dhambi. Tukasema kwamba ni muhimu tujikumbushe kuhusu dhambi, kwa sababu kipindi hiki tunapotafakari kazi kubwa ya ukombozi aliyoifanya Bwana wetu Yesu Kristo, kilichomfanya akavumilia yote ni kwamba mimi na wewe tuweze kupata msamaha wa dhambi, tuweze kukombolewa, tuweze kutolewa kwenye mikono ya yule ibilisi ambaye alikuwa ana uhalisia wa kutukamata kwa sababu ya dhambi. So ni vizuri tukumbushane kitu hiki, na tukasema wiki jana kwamba pia tunakumbushana kuhusu dhambi. Kwa sababu gani? Paulo anatuambia kwenye Isaia 59 mstari wa kwanza hadi wa 3, anasema Mungu kwamba mikono yake sio mifupi kwamba hawezi akatusaidia, wala masikio yake hajazibika kwamba hasikii sala zetu, lakini dhambi zetu ndizo zinazomzuia. Dhambi zinajenga ukuta kati ya sisi na Mwenyezi Mungu. Dhambi zinatutenga na Mwenyezi Mungu. Dhambi zinazuia baraka za Mungu kwenye maisha yetu. Basi tulianza jana, wiki jana, na tukasema kwamba wale ambao tulianza pamoja, kwa mjibu wa imani Katoliki, ama ukipenda katekisimu ya kanisa Katoliki, kuna aina mbili za dhambi. Tukasema kuna dhambi nyepesi na dhambi ya mauti. Na dhambi nyepesi basi tukasema ni dhambi inayotendeka pasipo makusudio, na dhambi ya mauti ni dhambi unayofanya mwenyewe kwa nguvu zako, kwa kujua wewe mwenyewe, ukijua ni dhambi na unafanya. Sasa inakuwa ni dhambi ya mauti. Na tukaanza kuangalia dhambi binafsi za mauti, kwa sababu dhambi za mauti zimegawanyika tena mara mbili. Zipo dhambi binafsi za mauti na ziko dhambi za kushirikishwa. Na tukawa tunasoma Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 19 hadi 21, ambapo pale tunaona vitu ambavyo, ama mambo ambayo ni dhambi, na vitu ambavyo tunazifanya sisi wenyewe pasipo hata kulazimishwa. Na tukaanza kuangalia kwenye orodha ile katika Wagalatia, pengine ili tuweze kuconnect, turudi pale tusome tena barua hii ya Paulo, Galatians chapter 5.
Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 hadi 21. Neno la Mungu linasema, anasema Mungu, basi matendo ya kidunia yanajulikana: uzinzi, uasherati, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, choyo, mabishano, mafarakano, husuda, ulevi, ulafi na mambo mengine kama hayo. Nawaambieni tena, kama nilivyokwisha sema, watu wanaotenda mambo hayo hawataupata ufalme wa Mungu uwe wao. Haya ndiyo maandiko ya Mwenyezi Mungu tuliyoyasoma na ambayo tutaendelea kuyatafakari kuhusu dhambi hizi za mauti, na tukaangalia kwamba kwenye hii orodha hapa tunaona katika mtiririko, dhambi ya kwanza inayozungumziwa na inayopewa kipaumbele ni dhambi ya uzinifu ama dhambi ya usherati, ambayo ni dhambi moja, ni dhambi ya ngono. Lakini sasa yale majina, uzinzi ni kwa wale walio kwenye ndoa na uasherati ni kwa wasio kwenye ndoa. Na tukaangalia wiki jana kwamba hii ni dhambi ina tofauti na dhambi zingine zote. Hii inatendwa ndani ya mwili ambaye ni hekalu la Roho Mtakatifu, na dhambi zingine zinatendwa nje ya mwili. Sasa tunasonga mbele kwa dhambi nyingine ambaye wakati mwingine tunaizoea, inakuwa ni kama sehemu ya maisha, dhambi ya uongo. Wengi tumefungwa pale, unakuta na inakuwa ni sehemu ya maisha kabisa. Tunazoea na inakuwa ndio hivyo, tunakuwa ni wepesi sana wa kudanganya, na wakati mwingine tunadanganya, nafikiri inakaribia paka unajidanganya mwenyewe. Kwenye kitabu cha Yoshua bin Sira, Yoshua bin Sira, sasa ni kitabu ambacho kama wewe ni Mkristo Mkatoliki ufahamu kwamba ni baadhi ya zile vitabu 7 ambavyo utapata kwa Biblia zingine, na wasio wa Katoliki, sio kwamba kanisa Katoliki liliandika Biblia mpya, hapana. Hivi ni vitabu ambavyo viling'olewa wa kanisa lilipoanza kugawanyika, waling'oa wale vitabu 7 wakidai kwamba walioandika hawajavuviwa na Roho Mtakatifu, lakini sivyo kweli. Ukinunua Biblia zile za kwanza kabisa utakuta hivi vitabu vipo ndani. Kitabu cha Yoshua bin Sira sura ile ya 20 mstari wa 26 anasema, tabia ya kusema uongo huleta fedheha, nayo itabaki daima na mwenye kusema uongo. Tayari dhambi inasababisha hali ya fedheha kwa huyo ambaye atakuwa amekaa ndani ya hii dhambi. Inasababisha hali ya fedheha, yani kufedheheka. Na nataka tuunganishe pale na Methali, kitabu cha Methali 6, Methali 6 mstari wa 16 hadi 18 ama 19. Proverbs chapter 6 verse 16 to 18. Neno la Mungu linasema, kuna vitu 6 anavyochukia Mwenyezi Mungu, naam, vitu 7 ambavyo ni chukizo kwake: macho ya kiburi, ulimi mdanganyifu, mikono inayoua wasio na hatia, moyo unaopanga mipango miovu, miguu iliyo mbioni kutenda maovu, shahidi wa uongo abubujikae uongo, na mtu achochaye fitina kati ya ndugu. Neno la Mwenyezi Mungu. Sasa hapa unaona kabisa kati ya vitu ambavyo ni chukizo kubwa kwa Mwenyezi Mungu ni ulimi mdanganyifu, wakati tunazungumza uongo. Na unakuta watu wengi tumekolea kwenye hii dhambi, na imekuwa ni kama sio dhambi, ni sehemu ya maisha. Mimi nafanya biashara, na nizungumze na unaofanya biashara kama mimi, ni wangapi tunazungumza ukweli hata kwenye biashara zetu? Wangapi sisi ni wakweli? Ni mfano tu nimetoa, sio kwamba wanaofanya biashara ndio waongo kuliko watu wengine, lakini basi ni kuulizana tu, wewe ni mkweli hata kwenye biashara yako? Wewe ni mtu unayezungumza ukweli? Walio kwenye ndoa tunazungumza ukweli. Kama ni mme, unamueleza mkeo ukweli? Kama ni mke, unamueleza mmeo ukweli? Wengine kabisa uongo umekuwa ni sehemu ya maisha, ni sehemu ya kuishi. Lakini hapa tunakumbushana kwamba ni kitu ambacho tunapaswa kukishughulikia kwenye kipindi hiki cha Kwaresima, kufanya toba ya kweli na kuomba neema ya Mungu ili tudumu watu ambao wanazungumza ukweli. Ukiangalia kama simu hizi ni baraka. Kwangu mimi natambua simu ni baraka Mungu alileta, kwa sababu inarahisisha mambo mengi sana, hasa tunaofanya biashara. Imekuwa ni chombo cha muhimu sana. Lakini nataka nikuambie hiki chombo wakati mwingine kinasaidia ama kimezidisha dhambi hii ya uongo, kwa sababu ni wachache sana unakuta wanazungumza ukweli kwenye simu.
labda hata pengine umepigiwa simu na mtu ambaye una deni lake, na hapo utatengeza uongo, wengine hata utadai hata ushasafiri wakati sio kweli. Sasa sijui itakuwaje wakati anayekupigia simu anakuona mahali umesimama na huko unamwambia mimi jamani nishasafiri kwa wiki moja sitakuwepo. Wengine hata kabisa unaelekea kanisani kwenye misa kabisa, huko karibu kuingia kwenye misa, simu inapoita unakuta tuna wepesi wa kudanganya, na bado utaingia kwenye misa na Mkristo utapokea hata Ekaristia. Ni dhambi ambayo tunapaswa kuishughulikia. Wazazi wengine wanafundisha watoto dhambi hii ama tabia hii kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa mfano, wewe unaonaje wakati una mwanao, unajua mwanao anakuja anakuambia jamani mami unaitwa, mama fulani anakuita. Alafu wewe utamwambia mtoto akamwambie siko. Nenda umwambie siko. Sasa mtoto atatii, ataenda atamwambia mama hayuko. Ama hata akaribu zaidi akasema mama ameniambia nikuambie hayuko. Sasa nikuulize mzazi, kesho yule mwanao akikudanganya utalaumu nani? Kwa sababu tayari umepanda mbegu. Wakati unamwahidi mwanao kitu na unakuwa hautimizi, nini unajenga? Unajenga hali ya uongo, ama mbegu hiyo unaipanda ndani mwake. Tunapaswa kuwa watu tunaozungumza ukweli. Ni mara ngapi tumeharibia wenzetu majina? Tunaharibia jina kwa uongo. Unatengeza uongo kuhusu mtu, alafu unaweka kwenye public domain, watu wanajua yule mtu yuko vile, na unajua kabisa ulioyatamka kama ulioyasema ni uongo. Unajihisi vipi? Na wengine tuko ndani ya kanisa na unakuta kabisa mtu yuko vizuri, umedanganya kabisa, unajua yale unayoyasema ni ya uongo, lakini umeshikilia pale pale, mwenzako ateseke, mwenzako aonekane kwamba hafai, na unazungumza uongo, unasema vitu ambavyo sio za kweli. Inatokea hata kwenye ndoa. Ila hapo utakuta we bado utapanga foleni unapokea mwili wa Kristo. Sasa nani anadanganya nani? Kwa sababu at the end of the day Mungu anajua ukweli wa kila jambo. Watu wameharibiana majina ndani ya kanisa. Mtu kwenye jumuiya unamharibia mwanajumuiya mwenzako mpaka imefika mahali kukuja kwa jumuiya anaona ngumu sana, inakuwa ni kazi. Ni lazima tufanye maamuzi ya kuzungumza ukweli. Ukweli wakati mwingine kweli unauma, lakini ni afadhali hata useme ukweli ukuweke huru. Kumbuka wakati tulianza, Biblia imesema mwenye uongo uishi kwa maisha ya fedheha. Nikupe mfano. Unapokuwa mtu muongo, ipo siku watu watatambua we ni muongo. Sawa? Na itafika mahali hata unapokuwa unazungumza ukweli hakuna atakaye kuamini. Na utafedheka kwa sababu gani? Pengine unahitaji msaada fulani genuine, lakini kwa sababu umekuwa mtu muongo watu hawezi wakakuamini. Wengine umedanganya watu mpaka unakuta uwezo ukaangalia watu usoni. Kile unayekutana naye umemdanganya. Unafedheheka ndani, hauna amani. Hii ni dhambi ambayo tunapaswa kuishughulikia. Tuwe watu wa kweli. Na sio kusema ukweli tu, pia kusimama na ukweli. Kutetea ukweli mahali popote ulipo. Dhambi nyingine ambayo imetajwa hapa na ni kitu ambacho wakati mwingine hatuoni kama ni dhambi, ni ugomvi. Mtu ambaye ni mgomvi, mtu ambaye anapiganisha, mtu ambaye akiwepo hakuna amani. Methali 26 mstari wa 20, neno la Mungu linasema hivi. Methali 26 mstari wa 20. Bila kuni moto huzimika, bila mchochezi ugomvi humalizika. Niandiko kwenye Biblia kitabu cha Methali sura 26 mstari wa 20, anasema bila kuni moto huzimika, bila mchochezi ugomvi humalizika. Black and white ni kitu ambacho kinajieleza. Moto unapokuwa unawaka, ukipunguza kuni ama utoe zile kuni, moto unazimika. Hivyo hivyo wanasema kama hakuna mchochezi ugomvi unaisha. Unaweza kuta kitu kidogo watu wamepishana kidogo, lakini wewe na ni Mkristo, badala uwe wa kupatanisha unachochea moto. Unamwagilia na mafuta ya taa. Ina maana kwamba unachochea ugomvi, unakuwa ni mchochezi. Sasa haya ndio mambo ambayo Kristo anatualika tuweze kuyashughulikia. Na kwa kushughulikia ina maana kuachana naye na kuomba neema. Fanyika mpatanishi. Sala ya Mtakatifu Fransiso wa Asisi, nilete amani pasipo na amani, nipatanishe wanapotengana.
Lakini unakuta tuko ndani ya kanisa na sisi ndio tunachochea wengine, hata kwenye majumuiya na mashirika yetu. Hatuwezi tukachukua nafasi ya uchochezi, tunapaswa kuchukua nafasi ya upatanisho, kama vile Yesu amekuja kupatanisha na Baba, ama amekuja kutupatanisha na Baba. Hakuja kututenganisha, amekuja kutufanya tuwe kitu kimoja. Kwa nini mimi na wewe tuwe watu wa kutenganisha, tuwe watu wa kugonganisha, watu wa kupiganisha? Umeenda kwa huyu ukamwambia hivi kuhusu mwenzake, alafu umeenda kwa yule mwenzako ukamwambia vile, unawapiganisha. Wengine hata tunapiganisha wanandoa. Najua lazima tuwe watu ambao tunapatanisha, si watu tunaleta ugomvi. Kuna watu ambao kabisa wewe hata watu wamefahamu ukiwepo hakuna amani. Ni mtu wa kugonganisha, ni Mkristo, pengine hata ndugu zako nyumbani wakikuona unaenda kanisani wanacheka tu. Kwa sababu gani? Wanajua kwenye familia yao kama kuna mtu anagonganisha watu, mtu anayepiganisha watu ni wewe. Imefikia mahali paka kukiwa na mikutano ya nyumbani wanasema get together, zile shughuli za nyumbani, watu wanaomba pengine hata usipate fare mahali ulipo. Hawakuambii, lakini wanafanya, wanaomba hata upatikane na shughuli usiende, kwa sababu wanajua ukikanyanga kwa ile function, licha ya kwamba wewe ni mwana Monica, ni mwana Ana, wewe ni kiongozi wa kanisa, ukisha kanyanga kwa hiyo function lazima watu watagombana. Sasa ni kipindi cha kubadilika, na kipindi mwafaka ni kipindi cha Kwaresma. Tuweze kujirudi ndani ya mioyo yetu, tuwe wapatanishi, tuwe watu wa kuleta amani. Yoshua bin Sira, napenda sana hichi kitabu, ni kizuri. Kinafanana sana pia na Methali ama Proverbs 28 verse 12. Yoshua bin Sira ama Sirach kwa kizungu, sura ya 28 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, ukipuliza kaa la moto litawaka zaidi, ukilitemea mate litazimika. Hayo yote mawili ni matokeo ya kinywa chako. Hebu sikiza haya maneno msikilizaji. Neno nzuri tu. Anasema, na ni mambo ya kawaida. Anasema ukipuliza kaa la moto litawaka zaidi, ukilitemea mate litazimika. Hayo yote mawili ni matokeo ya kinywa chako. You can imagine. Kaa likiwa linawaka moto, ukilipuliza litawaka zaidi. Jambo la kawaida. Lakini ukichukua nafasi ya kulitemea mate, lile kaa, Biblia inasema litazimika. Sasa hapa kama kuna ugomvi, ukiwa mpatanishi ugomvi unaisha. Lakini ukiwa mchochezi ni kama vile kupuliza kaa la moto, moto utawaka zaidi. Angalia hata kwenye nchi, mtu mmoja anaweza anza kitu, especially tuombee hawa wakubwa wetu, hawa viongozi, wakati mwingine wanajisahau. Unatamka jambo ambalo unawasha moto. Sasa ukishatamka jambo hilo unapiganisha watu. Badala ya wewe uwe na neno la hekima, neno la kupatanisha, ni neno kabisa la kuvuruga na kuleta uharibifu. Sasa tunaalikwa kipindi hiki cha Kwaresma, mpendwa, hebu tuombe neema ya kutemea mate kaa linalowaka. Tuombe neema ya kuwa wapatanishi, sio wachochezi. Tuombe neema, Mungu atusaidie tuwe waleta amani, sio vita. Dhambi nyingine sabani ni dhambi ya manunguniko. Na hii ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Hiki ndicho kitu kilifanya Waisraeli wakazunguka safari ya siku 40, ilibadilika miaka 40. Sio kitu kingine kikubwa kilichosababisha ni dhambi hii ya manunguniko. They were never content. They did not have the gratitude. Hawakuwa watu wa shukrani. Licha ya kwamba Mungu aliwafanyia mambo makubwa, walibaki watu wenye manunguniko. Na ndio nakuta kwenye kitabu cha Hesabu, ukisoma Hesabu, nikusomee kidogo, Numbers chapter 14. Utajisomea mwenyewe yote, mimi nanukuu tu mistari michache. Ukisoma Numbers chapter 14 ama Hesabu, kitabu cha Hesabu sura ya 14 kuanzia mstari wa 26. Anasema, kisha Mwenyezi Mungu akamuuliza Mose na Aroni, kundi hili la watu waovu litaendelea kuninungunikia mpaka lini? Nimechoka na haya manunguniko ya Waisraeli juu yangu. Sasa wajibu hivi, kama niishivyo nasema mimi Mwenyezi Mungu, nitawatendeeni yale yale niliyosikia mkiyasema. Mtakufa na miili yenu itatupwa humu humu jangwani,
kwa sababu mmenung'unika dhidi yangu, hakuna hata mmoja wenu mwenye umri wa kuanzia miaka 20 na zaidi atakayeingia katika nchi hiyo ambayo niliapa kuwapa iwe yenu, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Utaendelea kujisomea kitabu hiki cha Hesabu, lakini haya maneno ambayo tumeyasoma mstari wa 26 kuendelea ni Mungu anayatamka juu ya Waisraeli. Yaani amewafanyia mambo makubwa. Huyu Mungu amewatoa Israeli mikononi mwa Farao, katumia mapigo 10, Farao akawaachilia. Alipowafuatilizia Farao, Mungu akamwangamiza Farao kwenye bahari ya Shamu. Wakavuka salama Waisraeli, lakini wanapofika ng'ambo ya pili wanasahau wema wote aliowatendea Mwenyezi Mungu. Wanasahau yale yote Mungu aliyofanya, wanaingia kwenye manunguniko. Sababu tu wamepatwa na kiu cha maji. Wanaanza kunungunika. Mungu bado anakuwa mvumilivu, anawajalia maji kutoka mwamba. Biblia inasema wanapokunywa maji wanashangilia. Wakisonga mbele na safari wanapata njaa. Walipopata njaa hawa wanasahau makuu ambayo Mungu aliwafanyia, wanasahau mapigo 10, wanasahau kuvushwa kwenye bahari, wanasahau kwamba mwamba ulitoa maji wakapata maji. Wanaanza tena kunungunika. Ni vipi Mungu wewe umetuacha tuache masufuria ya nyama, kwani kule kulikuwa kuna makaburi ya sisi kuzikwa? Wanaingia kwenye manunguniko, wanakosa shukrani ndani ya mioyo yao. Na ndiposa Mungu sasa amefika anauliza Musa na Aroni, watu hawa waovu wataninungunikia mpaka lini? Sasa waambie yale ninayosikia wakiyasema ndio nitakayowafanyia. Na anasema kwa sababu ya manunguniko yao hakuna mtu aliye na zaidi ya miaka 20 atakayefika Kanaani. Na ndio nakuta wengi walikufa jangwani. Waliokuwa wazee miaka 20 na zaidi walikufa jangwani, hawakuiona Kanaani. Kwa nini? Manunguniko. Safari ilikuwa ya siku 40. Kwa sababu ya manunguniko iligeuka kuwa miaka 40 jangwani. Hiki kitu kinatokea mpaka leo. Watu wengi tumekosa shukrani ndani ya mioyo yetu. Watu wengi tumekosa kutambua na kuona makuu ambayo Mungu ameyafanya kwenye maisha yetu. Tunakumbatia manunguniko. Na hii inatokea kwa sababu gani? Wakati mwingine tunajilinganisha na watu. Kwa hivyo unapojilinganisha na watu na kuona jinsi ambavyo Mungu ameachilia baraka kwenye maisha yao, unaona kama ambaye wewe Mungu amekusahau. Lakini nataka nikuambie, ungechukua muda kabisa utafakari kuhusu maisha yako. Yapo mambo ambayo Mungu amefanya kwenye maisha yako pia hajafanyia wengine. Ukisoma barua ya Paulo kwa Thessalonike, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, huwa inasema mambo makuu matatu Mungu anatarajia kuyaona kwako na kwangu tunapojiita Wakristo: sali daima, furahi daima, na kuwa na shukrani kwa kila hali. Hayo ni mambo makuu matatu ambayo Baba wa mbinguni amesema anatamani na anataka kuyaona katika maisha yetu. Nakumbuka tukiwa wadogo akawa anatuambia, before you complain of a torn shoe, shukuru. Kumbuka kuna mtu hana hata mguu. Yaani hapo ulipo na hicho unachonungunikia Mungu nacho kwamba hajakupa, kuna mtu anatamani kuwa mahali wewe umefika. There is somebody behind you who envies you and wish to be in your position. Yuko mtu anatamani angekuwa kwenye sehemu yako. Wewe una kazi, shida kubwa ni kwamba mshahara hujaongezwa. Sasa unabaki kwenye manunguniko kwa sababu mshahara hujaongezwa. Lakini unasahau Mungu amekupa kazi. Kuna mtu akiamka asubuhi anarudi kwa nyumba, na si kwa kupenda, hana mahali pa kwenda, hana kibarua. Wewe una kibanda unauza sukuma wiki hapo. Kuna mwingine anatamani hata awe na mtaji wa kuanza kuuza hizo mboga, hana. Wewe una mwenzako wa ndoa, licha kwamba ana madhaifu ya kwake, lakini unaye. Mungu amekubarikia hata ndoa umefunga, ila hauridhiki. Yuko mtu anatamani. Wewe una watoto, ni kweli ni walevi, ni kweli wanafanya yale wanaoyafanya, lakini sikiliza, walibadilisha. Hata taito yako ukaitwa mamake mtu, ukaitwa babake mtu. Hiyo umesahau, umebaki kwenye manunguniko. Mbona mtoto wangu hivi, mbona mtoto wangu hivi? Kama ni kijana unabaki manunguniko kwamba hauna kazi. Lakini my friend, kabla ya kunungunika hauna kazi, sianze na shukrani kwamba Mungu alikuwezesha ukasoma. Walao hata una elimu fulani. Yuko mwenzako anatamani angekuwa wewe. Hiki ni kipindi ambacho tunapaswa kutafakari sana na tumlilie Mungu. Mahali ambapo tumekuwa na manunguniko na kukosa shukrani, tuweze kumuomba Mungu msamaha. Lakini pia tuombe neema ya kubaki watu wenye shukrani. Tuombe neema hiyo ya kuweza kutambua ukuu wa Mungu na yale ambayo ameyafanya kwenye maisha yetu, ili tubaki watu wa shukrani daima, si watu wa manunguniko.
Mpendwa msikilizaji, hiki ni kipindi ambacho tunapaswa kweli kumng'ang'ania Yesu. Na kumng'ang'ania Yesu ni kufanya toba ya kweli kwa yale ambayo tunatambua tumeenda kinyume na yeye, lakini pia kuomba neema zaidi za kufanya yale ambayo yanamtukuza yeye. Ondokana na manunguniko hapo ulipo. Hata kama unameza dawa za sukari, unameza dawa za pressure, yuko mwenzako amelazwa, hata choo hajipeleki, choo haendi. Hivi unajua kuna mtu hii hewa hapumui kawaida kama wewe, inabidi alipie, ana mitungi ya oxygen. Hapo ulipo unapumua hata ujui kama unapumua, kwa sababu ni kitu wewe, hakuna hali ambayo inakusababisha pengine usiweze kupumua vizuri. Tuna sababu za kutosha za kumshukuru Mungu kuliko kunungunika. And I want to tell you, thanksgiving is a master key to the very blessings that we need in our lives. Yaani uelewe, shukurani ni funguo ya kufungulia baraka tunazohitaji. Ukijifunza kumshukuru Mungu kwa yale ambayo tayari ameyafanya kwenye maisha yako, inakuwa ni funguo ya kufungua milango unayotamani ifunguke kwenye maisha yako. Ina maana kwamba wengine tumefungia baraka zetu kwa sababu ya manunguniko. No matter what God does in your life, hakuna siku unapiga magoti kushukuru. Wengi wetu sala zetu ni either ni manunguniko ama kuomba zaidi, nipe, lakini sala ya shukrani inakosa. Wapendwa, ni kipindi ambacho tukumbatie shukrani. Dhambi nyingine ambaye ni chukizo kubwa kwa Mwenyezi Mungu ni swala la ushirikina. Yaani hii ni chukizo, na Mungu ametuonya na mapema. Kitabu cha Kumbukumbu la Sheria, tunakumbushana tu, haya ni mambo ambayo tumefundishana sio mara moja, lakini basi neno la Mungu lijipya kila siku. Ukisoma Deuteronomy chapter 18, Kumbukumbu la Sheria sura ya 18 mstari wa 9 kuendelea, anasema, mtakapofika katika ile nchi awapayo Mwenyezi Mungu Mungu wenu, msifuate zile tabia za kuchukiza za mataifa ya huko. Pasiwe mtu yeyote miongoni mwenu atakayemchoma motoni mwanaye wa kiume au wa kike kuwa tambiko, wala mtu apigaye ramli, wala mwaguzi, wala mpiga mbao, wala mchawi, wala mlonzi, wala mwenye kutaka kauli kwa mizimu na pepo, au kutoka kwa wafu. Maana yeyote atendaye mambo haya ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anatuonya kabisa. Mambo ya uchawi anatuonya. Wala kusiwe na mlonzi, wala mpiga mbao, wala mwaguzi. Mungu ametuambia na mapema. Lakini angalia, ni wangapi tuko ndani ya kanisa leo lakini ni washirikina wakubwa. Wapo watu ndani ya kanisa, Jumapili haukosi kwenye misa, hata Ekaristi unapokea, lakini unajua kabisa ni mshirikina, unafanya mambo ya kishirikina. Yaani wewe usiku wa manane unafanya vituko. Sasa hata kama watu hawajui, wanajumuiya wenzako hawajui, viongozi wenzako kanisani hawajui, hivi Mungu hajui? Wewe unafikiri Mungu hajui? Unajua tumefika mahali tunamzoea Mungu, utafikiri Mungu ni lika yako. Unafanya vituko, unajichanganya na Mungu anaona. Mungu, nikuambie kitu, Mungu hachanganyi wala hachanganyiki. Yeye ni Mungu na anabaki kuwa Mungu na anaona yale tunayoyafanya. Ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians, Wakorintho wa kwanza sura ni ya 10. Kuna kitu anasema pale. Sura ya 10 mstari wa 19 hadi 22 anasema, nataka kusema nini basi? Kwamba chakula kinachotambikiwa sanamu ni kitu zaidi ya chakula? Na hizo sanamu je, ni kitu kweli zaidi ya sanamu? Hata kidogo. Nachosema ni kwamba tambiko wanazotoa watu wasiomjua Mungu, wanawatolea pepo sio Mungu. Sipendi kamwe nyinyi muwe na ushirika na pepo. Hamuwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha pepo. Hamuwezi kushiriki katika meza ya Bwana na katika meza ya pepo. Au je, tunataka kumfanya Bwana awe na wivu? Mnadhani tuna nguvu zaidi kuliko yeye? Hatuwezi tukamchanganya Mungu. Wewe ni Mkristo mwanajumuiya lakini mshirikina. Mungu anakupa nafasi ya kubadilika, lakini ole wako hiyo nafasi ikiisha. Hiyo nafasi ikiisha, maangamizi yataingia. Ukisoma Yeremia 17 mstari wa 5, neno la Mungu liko wazi, alaaniwe anayetegemea mwanadamu ama nguvu za mwanadamu. Unapoinuka kwenda kwa mganga, yani uelewe kabisa hiyo ni laana moja kwa moja. Usishangae.
Mambo yakianza kwenda kinyume usishangae. Yesu aliwaambia mitume wake kwamba Mafarisayo walimwambia kwamba anafukuza pepo kwa nguvu ya Jezebuli. Naye Yesu akamwambia shetani ajifukuze. Sasa wewe shetani asababishe magonjwa kwako, asababishe ndoa yako ivurugike, asababishe vurugu, alafu uchukue miguu yako uende kwake kutafuta msaada, utapata? Ajifukuze? Hawezi. Unakuta leo mtu unaenda kwa mganga, kichwa kinauma, ukienda kichwa kinatulia, kesho tumbo linaanza, kesho ukipeleka tumbo linatulia, miguu inaanza. Hakuna siku shetani atajifukuza. Mkristo, shika Yesu. Shika Yesu. Ukishika Yesu una kila kitu. Huyo mganga aliumbwa na Mwenyezi Mungu. Hilo usilisahau. Unajua kuna swali ambalo tunapaswa tujiulize wa Kristo. Swali tu logic. Aliyeumbwa na aliyeumba mwenye nguvu ni nani? Unamuacha Yesu unaenda kutegemea nguvu za kishirikina. Uone kama unapoteza. Soma Biblia. Uchawi na ushirikina hujaanza sasa. Yule mama aliyetokwa na damu miaka 12 kabla ya kutambua anayeponya ni Yesu tu. Biblia inasema alizunguka kwa waganga wengi, akamaliza mali yake, pesa zake zikaisha kwa waganga, wala damu haikuacha kutoka, shida haikuisha, mpaka pale aliweza kutambua ni Yesu peke yake, ni Mungu peke yake. Hapo ndio tatizo lilishughulikiwa. So hiki ni kipindi cha kumlilia Mungu. Kama umekuwa ni mtu wa kujihusisha, unafanya biashara na nguvu za giza, wewe Mkristo Mkatoliki, nikushauri nikwambie, ukifungua biashara badala ya kufanya biashara na nguvu hizo za giza, leta Father pale abariki, uone kitakachofanyika. Toa misa, uone kitakachofanyika. Mkristo, hata kama umezungukwa na wachawi, hebu wewe mlilie Mungu, ukae miguuni kwa Yesu, uone kama kuna nguvu za kiganga zitakufikia wewe. Hakuna. Mungu anakupa ulinzi. Lakini wengi tunabaki hata kwenye nyumba zetu, mlangoni umechimbia sijui vitu gani. Na wewe ni Mkristo, rozari iko shingoni, hilizi iko kiunoni. Sasa unafikiri nani anachanganya mwingine? Wewe ndio unachanganyikiwa. Yesu hawezi akachanganyika. Wengine wanaloga hadi kanisa na watumishi wa Mungu. Haya mambo yanafanyika wapendwa, na ni kipindi cha kumlilia Mwenyezi Mungu. Ni kipindi cha kumlilia Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Kama umejikuta ama umejipata umeenda na umejihusisha na mambo yale, fanya toba. Na hata kama ulishuhudia wazazi wako, najua kuna wengine hujaenda kwa mganga, lakini unajua kabisa baba alikuwa analeta mganga nyumbani. Hata kama ni chale, mmepigwa chale nyinyi wote kwenye familia. Sasa hukuwa na uwezo wa kumkatalia baba ama kupingana na baba, lakini leo una nafasi ya kufanya toba kwa hiyo chukizo ambayo baba alifanya, ili isije ikaleta maangamizi kwako. Kumbuka kitabu cha Maombolezo 5:7 inasema wazee wetu walitenda dhambi, hawapo tena, ila sisi tunateseka kwa ajili ya dhambi zao. So kwenye kipindi cha Kwaresima tushughulikii tu dhambi yako binafsi, hata dhambi ambazo tumeshirikishwa. Tutaendelea kufundishana, naambia dhambi za mauti ni mara mbili. Kuna dhambi binafsi unazotenda mwenyewe na kuna dhambi za kushirikishwa. Wengine tunateseka kwa dhambi tulizoshirikishwa. Wazazi wamejihusisha na mambo ya kishirikina, watoto wanateseka. Ni nafasi ya kumrudia Mwenyezi Mungu. Basi tutaendelea kutafakari kuhusu dhambi hata wiki ijayo, lakini kufikia pale endelea kuangalia machukizo ambayo umeyafanya. Wewe mwenyewe unajifahamu na unajijua. Yale unajua kabisa umefanya kinyume na Mwenyezi Mungu. Hiki ndio kipindi mwafaka cha kuomba toba. Fanya toba na kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya wema wako na baraka zako na fadhili zako nyingi unazotukirimia, na hasa kwa kufa msalabani kwa ajili yetu. Tunapokuwa kwenye kipindi hiki cha Kwaresima, Bwana Yesu, tunakumbuka kazi kubwa ya ukombozi ulioifanya. Ulivumilia mateso, wakakuvua nguo, wakakupiga mijeredi, mwisho wakakuua msalabani ili sisi tuwe huru. Tazidi kunyenyekea na kuomba msamaha wa dhambi. Kabisa tumeenda kinyume na wewe kwenye mawazo, maneno na matendo. Tumefanya machukizo mbele zako. Tunaomba huruma yako kwenye kipindi hiki cha Kwaresima. Tusamehe Bwana Yesu, tutakase na damu yako, ili tustahili kusimama na kufanya kazi yako na hata kupokea baraka ambazo umetuandalia. Nazidi kuomba kwa ajili ya msikilizaji. Kristo, achilia neema ya kipekee, neema ya kufanya kitubio, neema ya kuacha dhambi, na ili sote tukapokee baraka unazotuandalia. Tunapo hataenda kuhiji Bwana Yesu, tunapokuwa tunaendelea Kwaresima, Mungu ukatupe neema ya mfungo. Tunapofunga na kujinyima tukapokee baraka. Pokea sifa, pokea na utukufu wote. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini.
Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana mpendwa msikilizaji wa Radio Tumaini. Hadi wiki ijayo, ni mimi wako Mwalimu Simon Mukiri. Asante.